Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharril umuri muhdathati wa kullu muhdathati bid'ah wa kullu bid'ati dhalalah. Allahumma inna a'udhu bika an akuna min ashaban nar. Alhamdulillah wa ja'ala ni'man kathiran ni'mal islami dina wa ni'mal mawla wa ni'man nasir. Subhanaka rabbana wa ilaykal masir. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Rabbana qadhiya hajatina waghfir lana dhunubana wa anta ghafurur rahim. Rabbi jalli khairu dhubika min kulli sharri wal fitna wal ma'siyah wal maridha wa li kulli shay'in inna Allaha samiul alim. Wa ma kana subhanahu wa ta'ala illa fa'alu liman yurid. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa baada, wapenzi wetu watazamaji na wafuatiliaji wetu wa channel yetu ya Abul Qasim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akulipeni khairi, awajalie khairi dunia wal akhirah kwa kuendelea kutufuatilia channel yetu na kutusupport kiasi kikubwa sana. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah kuzisheni kila la khairi na muendelee kutufuatilia hivyo, msituchoke, na tunaomba supporti wa Tanzania waliokuwa ndani na nje ya nchi kuendelea kufuatilia channel yetu ya Abul Qasim. Allah atakulipeni khairi na Allah kulipeni khairi dunia wal akhirah. Naam, ndugu zangu, leo alhamdulillah rabbil alamin, katika maudhui yetu tutaka tuzungumzie umuhimu wa kufanya sabra, almuhimmatan ala al-sabr, umuhimu wa sabra. Alhamdulillah rabbil alamin. Unaposema sabra, as-sabru huwa al-amal allati yaf'aluhu an-nasa falama tusib shay'un min ash-sharri. Sabra ni kitu ambacho anakifanya mtu pindi anaposibiwa na tatizo fulani, pindi anapokuwa anapatwa na tatizo ambalo sio jambo la kawaida, mathalan ala almaridha au almayyit au shiddatu fulani. Ni kitu ambacho kinamsibu mtu, aidhan amekutikana na maradhi au amepata shida fulani yoyote ile ya mauti, kafiwa na mtoto wake, mke wake, aidhan kafukuzwa kazi, alikuwa anafanya kazi, wasaayati fadhlan kathira, alikuwa akipewa pesa nyingi sana bishughuli fulani, kwenye shughuli fulani, thumma baadaha, kisha badala ya muda fulani aliondolewa kwenye ile nafasi yake. Hapa mtu anahitaji na moyo wa subira sana, watukufu. Subra ala kulli shay'in, subra iweke kila mahala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema inna Allaha ma'as sabirin, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na watu wanaofanya subra. Mmoja kati ya wanafilosofi anasema subra isikie tu kwa mtu, sikia tu ambapo bwana fanya subra, bwana fanya subra, lakini fa in tulu'u yawman, ikija ikitokea siku, fatasibu anta, likakukuta tatizo wewe, hapo shekhe ndio utajua umuhimu wa subra. Utajua subra ni nini. Naam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qala fil Qur'an al-Karim baada al-isti'adha wal basmala, qala wasta'inu bisabri wasala wa innahu lakabiratun. Wasta'inu bisabri wasala, jisaidieni matatizo yenu au takeni msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutumia vitu viwili, as-sabr
kwa kufanya subra wa swala na kwa kuswali swala. Falama tusibu shay'un sallu rak'atayn thumma fas'alu ala Allah allati ma tusib. Linapokukuta tatizo, jitahidi kuswali raka 2, mwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muombe Allah akuondolee kile kitu. Aidha una maisha magumu, rudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anasema kwenye Qur'ani, ud'uni astajibu lakum, niombeni nitakujibuni. Na hapa naomba muelewe kitu kimoja ndugu zangu. Allah hajasema niombeni nitakupeni. Ud'uni astajib lakum, niombeni nitakujibuni. Elewa kati ya kupewa na kujibiwa. Kwa sababu gani? Allah unapomomba kitu huwa anaangalia kwanza maslahi, akupe au asikupe, au akupe chingine. Mtume anasema mwanadamu akiomba dua, fa in kana linnasa yad'u ila Allah, mwanadamu anapomomba Allah shay'un, chochote kile, wayatiha, huwa anapewa, illa bi thalatha, isipokuwa vitu vitatu. Anaweza au akakupa siha, akakupa afya, na afya ndio kitu muhimu kuliko jambo lingine lolote. Au akakupa kile ulichokuwa hapa duniani, au yahfadhu hata yawm al-qiyama, au Mungu akakuhifadhia akakupa siku ya kiyama. Sasa unapomba kitu kwa Mwenyezi Mungu kisha ukaona kinachelewa, alaikum bisabr, fanya subra. Bi anna Allah fanzuru al-maslah, Mwenyezi Mungu anaangalia maslahi kile kitu. Akikupa, huenda akakupa kitu kina Mungu anasema kwenye Qur'ani hivi, wa asa an tuhibu shay'in wa huwa sharrun lakum, huenda mkao mnataka kitu fulani lakini kile kitu kawa kina shari kwenu. Wa antum la ta'lamun, na nyinyi mkao mfahamu undani wa hicho kitu. La ya'lamuhu ghaibaha, mkao hamujui usiri wa hicho kitu. Wa asa an takrahu shay'un wa huwa khairun lakum, na huenda mkao kuna kitu mnakichukia, kuna kitu hamkipendi, lakini kumbe kupitia hicho kitu kikawa kina khairi na nyinyi. Hapo nitakupeni aya ya Qur'ani. Wale wanaosoma Qur'ani leo, tuingie kwenye surati Al-Furqan aya namba 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema hivi baada ya isti'adha wal basmala, qala Subhanahu wa Ta'ala, alladhina la yashhaduna zur, na wale ambao hawashuhudili shahada za uongo. Baadhi ya mfasirina wanasema hapa, wewe umekaa na watu sehemu fulani, mathalan, kusudilia uongo ni nini? Huwa maana shahada zur, nini maana kusudilia uongo? Mmoja kati ya mfasirina anasema huenda wewe umekaa na kikundi cha watu fulani, au umekaa na watu fulani, au umekaa na mtu fulani, alafu katika wale watu kuna mtu fulani pale anamsema vibaya mtu mwingine, na wewe uko pale pale. Msafishe yule mtu ambaye anasema vibaya. Yule malaya sana yule, fulani bwana yule sio mstaarabu, fulani bwana hana maana, fulani bwana yule sio miongoni mwa watu wa kuamini, fulani bwana atakiwa kukubalika na watu. Au kwenye masala labda kuna kitu unafanya wewe lakini watu wanakuvunja moyo. Naam, wenda wa anta fa'alu fi shay'in atijara au masala fi alilm, walakin hunaka an-nas allati yuqadu ala kalbi. Wenda unafanya biashara au unafanya kitu chochote kile cha khairi, unasoma elimu ya dini au unafanya jambo katika dini, alafu kuna mtu anakuvunja moyo, kuna mtu anakufanyia maudhi. Mtume alisema hivi, ajawabati jahiliya wa huwa sukuti, jibu la kumkalia mjinga ni kumkalia kimya, jibu la mjinga ni kumkalia kimya. Summa asober ala liadha, kisha fanya subira juu ya maudhi na kero utakazofanyiwa na watu. Anasema duniani sehemu ngumu sana kuishi. Mwanazuoni mmoja anasema duniani sehemu ngumu sana kuishi kwa sababu dunia namna ilivyo Mwenyezi Mungu aliipa jina. Alisema la tarakabuna tibaqan tabaqa, dunia ni mahala mtakutana hali mbili. Leo mtakutana mambo ya kufurahisha, kesho mambo ya kuchukiza. Maana yake watu ndio wanachukizeni. Kuna siku itakuwa yaumul lak wa yaumul laysa lak.
kuna siku dunia itakupa kitu kizuri, kuna siku dunia itakuchukiza. Kuna mtu anaweza kukuchukia binafsi tu, akupendi. Naam, sio kila mtu bwana anapenda kitu, hapana. Anasema kama kuna kitu, profesa anasema kama kuna kitu Mwenyezi Mungu hajakiumba ni kufanya kitu kimoja kipendo na watu wote duniani. Sio hicho kitu hamna. Labda utusaidie. Kama ikiwa Mungu mwenyewe watu wanamchukia, Mungu amesema wa aqimi swala wa atu zaka, simamisheni swala. Ya ayuha nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, enyi watu mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muogopeni Allah. Leo tunamuogopa Mungu. Mungu anasema watakarabu zina, msifanye zina. Watu leo hawazini. Innamal hamru wal maisir wal ansab wal adlu rijsun min amali shaytan, hakika ya pombe yoyote, hakika ya kamari, ramli, chonganishi yoyote ile, hizo yote ni masala ya haramu. Watu wasifanye, watu wafanye. Watu wafanye ramli, watu wanywe pombe mashekhe, watu wafanye zina. La takulu riba, msile riba, msile riba, watu wale riba. So wanafanya. Sasa kama haya madhambi ambayo Mwenyezi Mungu ameyakataza na watu wanayafanya, maana yake Mungu hawamuogopi, Mungu hawamridhishi. Wewe utakuridhisha wewe? Wewe kama nani shekhi langu? Una kitu gani ambacho utafanya watu ukifanywa watu waridhishe? Wewe kama nani? Kama Mungu mwenyewe watu wanamchukia, wanampendi. La taqtuluna an-nasa illa bil haqqi, usiue mtu isipokuwa kwa haki yake. Leo kuna vifo vingapi vinatokea duniani humo? Wangapi wanauana? Wangapi wanashinjana? Wangapi wanalawitiana? Dhambi imekuwa kubwa, ulimwengu umechafuka, mpaka Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'an, watul fasad. Leo umedhihiri ufisadi mkubwa, baru al-bahari, kuanzia maeneo ya baharini mpaka nchi kavu, kote kumeharibika. Baharini watu wanafanya madhambi makubwa, nchi kavu ndio kumepesidika kwa kweli yani. Lakini alaikum bisabr, yote haya subira kitu muhimu sana. Kama utasema wewe falama tusibu shay'un minan nas fa'aluhu li sababiha, kama mtu akikufanyia tukio umfanyie tukio lake, maana yake ulipe ubaya kwa ubaya. Shekhe, yani utalipa kisasi kwa mtu aliyokufanyia baya. Sio tulipa watu wangapi? Mkeo anakukera, utamua. Watoto wako wanakukera, utaua. Marafiki zako wanakukera, utaua. Utaua watu wangapi shekhe? Illa fa'alu bima yuhibu ala qalbika, wewe fanya kitu ambacho unaona hiki ni sahihi kwenye maisha yangu. Usiwaangalie watu, wala ndhuru nas bima yaquluna, usiwaangalie watu watasema nini kuhusu wewe. Ila fa'alu ala tuhibu fi nas, fanya kitu ambacho unaona nafsi yako hiki unafanya umekipatia, wewe fanya. Unataka kufanya biashara, ifanye. Unataka kwenda kusoma, soma. Unataka kufanya mawaidha, fanya. Useme kwamba watu watakuleta tamaa kwamba huyu jamaa hajasoma, huyu jamaa ana elimu, yule hivi, na wakisema neno wakafuta kuvunja. Kama Mwenyezi Mungu anasema kul ya ibadi alladhi asraftu ala anfusahum, waambie wanadamu ambao wamepitia changamoto, watu wamefanya madhambi, watu wameniasi, watu wamefanya makosa makubwa, la taknatu min rahmatillah, wala msikati tamaa na rehema ya Allah. Inna Allaha ghafurur rahim, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Mungu anasamehe madhambi yote. Mungu anasema kama ingekuwa Mwenyezi Mungu awafanyie wanadamu makosa wanayofanya awaadhibu, mabwana angebaki mtu duniani? Allah ndo swali. Kama mimi ningesema la ukana yakhudhu nasa bi qatli nas, kama ningesema ndo washukuru wanadamu kwa madhambi wanayofanya duniani wanadamu, angebaki mtu hapa? Asingebaki mtu. Lakini Allah ndo mbora wa kufanya subra ala liadha bima maudhi, kwa ambao watu wanaomuudhi. Kwa hiyo alladhina shahaduna zuri, wale ambao hawasui zaidi za uongo, ni kwamba ukikaa sehemu mtu anasemwa vibaya, mtakase yule mtu. Usikubali kumsema mtu vibaya mbele yako na wewe upo pale na mtu unajua anafanya vizuri. Hata kama mtu mfahamu, mtetee, mzuie mtu kumsema mtu vibaya. Lakini lingine, watukufu wa Islam na wasiokuwa Waislamu, tunawaambia jambo hili ni masala mtambuka, kila mmoja aingie kwenye masala subra, alimuhimu sana. Lakini Mwenyezi Mungu anasema pia kwenye hiyo aya, anasema wa idha marru billaghawi marru alkirama, na wale waumini wengine wale ambao unapopita maeneo yanapofanyika machafu, marru alkirama, unapita kwa umakini mkubwa, kwa unyenyekevu mno.
usifurahie kuona madhambi yakiwa yanafanyika mahala fulani, wa anta fihi, na ukiwa kwenye hilo eneo. Mtume anasema ukiona dhambi inafanyika mahala, toa kwa mkono wako. Fa in lam tastati, ukiwa huwezi, fa bil lisani, basi sema. Usiache madhambi yaendelee. Kwa hiyo subira, watu wakikusema fanya subira, watu wamekuuzi fanya subira, watu wanakukera fanya subira, umefiwa fanya subira, unatafuta kazi bado hujapata fanya subira, umefukuzwa kazi fanya subira. As-sabru huwa ajrul azim. Naomba nimalize kwa kusema kitu kimoja. Je, ukifanya subira unapata nini? Ni yapi malipo ya subira? Nini unapata? Msikie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwenye Qur'ani, walladhina sabaru illa biti'a wajhi rabbihim wa aqamu sala wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wa yadrauna bil hasanat saytalakum wa uqbadar. Mungu anasema kwenye Qur'ani, wale ambao wanafanya subra kisha wakaswali swala 5 kisha wakawa wanatoa vile ambavyo Mwenyezi Mungu amewaruzuku. Mabwana, kutoa ni kitu muhimu sana. Toa sana sadaka. Jenga sifa ya kutoa sadaka mara kwa mara. Sadaka inakutakasa, sadaka itakutengeza. Toa sadaka, itume ikufanyie kazi yako. Toa sana sadaka, Sheikh. Alhamdulillah. Naam. Wale ambao wanatoa sadaka, Mungu anasema wayadrahuna bil hasanati, na wale ambao wanabadilisha mabaya yao kuwa mema. Manake ondoka kwenye ubaya kuwa mwema. Lakini pia ukifanya hivyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye pia anabadilisha mabaya yako yanakuwa mema yako kwa kurudi kwa Mwenyezi Mungu kweli kweli. Kwa hiyo, lakini pia Mwenyezi Mungu anasema, anamaliza kwa kusema aya, ulaika lahum uqbadar, tunawajengea majumba katikati ya pepo. Ili sifa subra, ndugu zangu. Kwa hiyo unapofanya subra unajiwekea maandalizi mema ya kwenda kukutana Allah Subhanahu wa Ta'ala salama, na utaingia peponi bila shida yoyote. Turudi kwenye sura Furqani. Mwenyezi Mungu anasema waman taba wa amila swaliha, ama wale walietubu na wakafanya matendo mema sawa bana, fa innahu yatubu ila Allahi mataba, au ndio warotubia kweli kweli. Umetubu, umerudi kwa Allah, umemcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukafanya mema, basi umetubia kweli kweli. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna Allaha yuhibbu al-tawwabun, Mungu anawapenda wale wenye kutubia. Kwa hiyo ni wahusi, ndugu zangu wa dini zozote, rudi ni kwa Allah. Leo mvua zinyeshi, madhambi yamezidi, watu kile nchi mzima inalalamika, sio dunia mzima. Tafiti zinaonyesha dunia mzima mvua hamna. Mvua zimezuiliwa kwa sababu ya madhambi. Watu na Nuhu walizuiliwa mvua kwa sababu ya madhambi, makosa na matatizo mbalimbali. Watu waache madhambi, acheni zinaa, watu waache kufanya machafu, waache kula riba. Kisha watu warudi kwa Allah, wamuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila mmoja kwa imani yake aombe Allah ili Mungu aiponye dunia. Kwa hivyo tunazungumza, ndugu zangu, Mwenyezi Mungu atujalie fayastami'una qawla fayattabi'una hasana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.